Za Kiarabu au za Kiafrika? Mchanganyiko. Yes, hapo tunaenda sampo kwenye gari. Kwa kaja kanipokea, nikaingia kwenye gari lake. Tukatoka hapo kwa nikafika nyumbani kwake, ninakaa sehemu nzuri na ana magari kikweli dada. Kimaana kavaa nguo anabadilisha na gari lake. So nilifika nikapokelewa pale nikakaa kama wiki. Wiki upo hapo kwake tu nyumbani kwa hiyo dada ambaye umepokelewa naye? Ndio. Kwa unakaa, unakula, katoka kaenda kanunulia mavazi, nini. Nasema life si ndio ile sasa. Nikaja kweli nikamcheki rafiki yangu, nikamwambia kweli nimekutana na yule dada yako. Kwa hiyo hapa sasa nipo wiki kwake. Ndio. Basi sawa, haina shida. Ila baadaye yule dada aliniambia ilipofika usiku sasa. Akanivalisha nguo fupi, akaniambia tuondoke twende kazini. Nikamwambia kazini? Nikamwambia Yaani nguo fupi ambazo zinaoneshaje labda mwili maumbile yote yanaonekana au ilikuwaje? Nguo fupi yani nusu za paja yani. Yaani mapaja yako nje. Kwa nikaona sio kesi. Kwa nikaja nikavaa. Baada ya hapo? Baada ya hapo nikapelekwa kwa huyo mbaba. Huyo baba ndiye anakaa peke yake. Hilo jumba labda umekufika sasa kwenye jumba la kifahari. Tumefika. Geti lafungua na remote tu, mwenyewe alikopo juu huko. Geti likafunguliwa tukaingia ndani. Huyo baba ndiye anakaa peke yake. Kaisa kaingia kula, wenyewe wakaitana pembeni kwa akaongea sijui nini. Sijajua walichokuwa wamekiongea. Walikaa kama nusu saa hivi. Then yule dada akaja akanifuata akaniambia, "Hapo ndo utakuwa makazi yako, utakuwa unaishi. Ila vigezo vya humu ndani hutakuwa unatoa kwa sababu kila kitu kiko ndani. So ukiwa na shida na kitu utanipigia mimi nitaleta." Kaambia, "Basi sawa, hamna shida." Yeye akaja kaondoka, akaniacha mimi pale na mizigo yangu. Ndio. Kweli nimekaa pale nimefanya kazi kama takriban siku 4 hivi. So siku ya 5 ni subiri kwanza. Wewe ambao hujasubscribe kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare. Tunaendelea na story yetu. Sasa hapo ina maana kwenye hiyo nyumba hizo siku 4 unazosema ulikuwa unalala chumba cha peke yako au unalala na wewe dingi? Hapana, chumba cha peke yangu. Sawa ndio. Kakaa pale kama takriban siku 4. So hizo siku 4 ambazo nilikuwa nimekaa pale naona tu mazingira ni mazuri. Lakini sasa hiyo siku ya 5 niko jikoni nilikuwa napika, bosi akaja akanifuata. Na vingaza vyetu vya broken hivyo lakini tunaelewana. So akanifuata, akaniambia mimi sina mke, sina nini, nimekupenda, sio ya nini. Lakini nikasema ninajifikiria. Akasema tatizo huko maana una tabia ya kuua watu weusi. Kwa hiyo nikasema hapana, nikamwambia mimi nakuchukulia kama babangu tu. Kukaja nikakataa kulala naye. Hiyo siku ya kwanza. Then siku ya pili akanifuata, nilikuwa naelekea bafuni kwenda kuoga. Akanifuata na hapo atulike, nikamwambia mzee hizo heshima, nikamwacha yeye akampisha aende akaoge. Yaani hapo bafuni ulikuwa umeingia wewe ndo unataka uoge au yeye? Mimi ndo nilibidi niingie, nyanze mimi kuingia. Kwa bado sijaingia, niko pale mlangoni. Then mzee amenifuata pale. Kaambia mzee utakuwa sio heshima na sio taratibu ambazo sio Afrika tulikuwa tumejekea. Sawa. Kwa nikampisha yeye kwanza akaoge. Kwa hiyo yule mzee alikuwa amekasirika. Yaani sura yake inavyoonyesha. Alikuwa akasirika. Sawa. Basi mimi nikatoka, nikarudi zangu ndani. Alipomaliza mimi nikaja nikarudi. Hata siku ile imefuata nikahamishiwa chumba. Sasa hapo ukahamishwa chumba kingine. Ambacho achana na kile cha mwanzo. Ndio. Nikahamishiwa chumba, nilikuwa chumba kule. Na hiyo chumba chenyewe kilikuwa kina giza kikweli. Alikuwa aruhusu tuwashe taa. Kaambia basi sawa, hamna shida. Nikampigia simu yule dada. Nikaja nikamwambiaje, mimi mbona huku naona kama sielewi, kama vile ifanye udisha. Akaja akaniambia mdogo wangu, pambana. Hela huko zatafuta kwa shida. Usimwone mtu katoka huku ana hela, usio mimi namiliki magari, namiliki bodyguard, unakula unachokitaka upo kwa umefika. Unaenjoy unafanya kila kitu, hujui mimi natolea wapi. Sawa. Kwa pambana, pate hela urudi kwenu, usaidie nini? Familia yako. Ngambia, basi sawa, ngoja nijitahidi kuvumilia. Akaniambia basi sawa, kitakachotokea tafadhali utanijulisha. Sasa hiyo siku ule baba akaa amekuja